na haja gani ya kuipakisha muda wote huu? Lakini si nimetimiza ahadi. Lakini ahadi haitoshi. Nahitaji vitendo. Anaondokaje kabla sijamwambia ukweli wangu? Hivi utamfikiria Hasna mpaka lini? Mpaka pale atakapoelewa hisia zangu. Lakini mapenzi hayahitaji muda. Yanahitaji hekima. Dada, unachokiongea upo sawa. Lakini hisia zangu zinamchagua yeye. Na nitamsubiria mpaka pale atakapoelewa hisia zangu. Utaweza kweli? Sawa. Nakutakia uvumilivu mwema. Ahadi hazitoshi. Nahitaji kuwa mwenyewe. Nimechoka na maumivu. Umenitisha. Aya basi, niambie umenitia nini sasa? Unaita stori za kutishotisha au sio? Wewe nilikwambiaje kuhusiana na Hasna? Kipi kilikuwasha mpaka ukaenda kumwambia ukweli? Unanichukulia poa au sio? Si nilikuwa nalinda penzi langu au nimekosea? Unajua mimi waga sifagilia hayo mama. Yaani penzi baadaye ya kulilinda umelivunja. Sasa nakwambia hivi, kuanzia leo mimi na wewe sawa. Tufanye kwamba tumemaliza. Wala nisikie si kidomodomo chako hicho si unaongea mara fan. Nitakuvunja. Sawa, nishapenda mimi sura yenyewe hii mstari wa 7 hivi, sawa? Naona tutakuwa tumeshaelewana. Umenielewa au bado? Mbona watu wengine hamna shukrani? Sasa hapo nimekosea wapi? Nilikuwa nalinda penzi langu. Basi sawa. Si unampenda Hasna? Taona. Shambani. Unafikiria si wao tunafagilia si machozi ndio nini? Ni maji kama maji mengine. Kwa pigo za kiwake.
Nimeitikia wito wako. Hasna, kakaangu ni mtu ambaye anakupenda sana. Unalifahamu hilo? Ndio nalifahamu. Lakini kwa sasa sihitaji mahusiano kabisa. Maana ananiweka kwenye wakati mgumu sana. Naelewa wakati unaoupitia. Lakini kakaangu ni mtu mwenye misimamo, mtu mwenye ahadi zake. Na kingine ninachotaka nikushauri tu, usihukumu watu wengi kwa kosa la mtu mmoja. Yaani kakaangu ni mtu ambaye yuko tofauti sana na watu wengine. Sio kwamba namchukia kaka yako, wala situkii wanaume, ila nayachukia mapenzi. Kwa sababu maziwa na ndimu ni vitu viwili tofauti. Ndivyo hivyo, moyo wangu na mapenzi kwa sasa ni vitu viwili tofauti kabisa. Una maana gani kusema hivyo? Nitafikiria kuhusu kaka yako, lakini asijipe 100%. Shemeji, mbona tangu umefika hapa uongee kitu chochote? Kuna shida? Ni kweli shemeji, kuna shida. Hivi kweli shemeji, mdogo wako ni wa kunikataa mimi kisa mwanamke mwingine? Hebu nieleze kiundani zaidi. Yaani amekukataa kivipi yani shemu? Yaani unamaanisha nini labda? Hebu weka mambo wazi. Yaani shemu, leo John ni wa kuniita mimi kweli nyumbani kwetu, anakuja kunipokea mimi kweli nyumbani kwetu. Amekuja nyumbani kwenu? Mimi nilikuwa nakuomba shemeji yangu, yaani ujaribu tu kuniombea msamaha kwa John kiukweli. Kwani umemkosea? Hapana, mimi sijamkosea, lakini nahisi kama vile nimemkosea. Nilikuwa tunakuomba ujaribu kuniombea msamaha kwa John. Sawa. Lakini labda ungenipa kosa lenyewe kidogo, yaani hata chemba kidogo kwamba labda umemkosea nini, maana na unahisi kama ulimkosea. Huenda kweli ulimkosea. Yaani mimi shemeji sijajua kosa langu ni nini. Sawa. Akirudi mimi nitaongea naye. Halo. Halo. Moyo wangu umekosa amani toka uliponikalia kimya. Nitaje kuonesha mapenzi ya kweli na wala si kukuvuruga kama nilivyovuruga mara ya kwanza. Nipe nafasi tafadhali. Ukweli natamani sana kukupa nafasi, lakini kwa nyinyi wanaume wa siku hizi kwa kweli hapana, siwezi. Lakini usinihukumu kwa kosa la Jonas. Mimi na Jonas ni vitu viwili tofauti. Unaongelea utofauti gani? Hasna, najua huwezi kuamini kiasi gani ninavyokupenda wewe. Najua huwezi kuamini kwa kiasi gani unachotaka moyo wangu. Lakini hebu naomba unipe nafasi ili nikuoneshe mapenzi ya kweli. Unaona mapenzi gani ambayo mimi sijawahi kuyaona wala kuyatazama? Lakini mbona mara ya mwisho tulimaliza vizuri? Imekuwaje tena? Nimeshakwambia, kiukweli moyo
moyo wangu nataka kama hautaki, kwa sababu nikifikiria nyinyi wanaume mnaniumiza, kwa kweli ninashindwa. Hebu nipe nafasi. Nipe muda nifikirie, nitakupa majibu. Lakini nifanye naamini kwa majibu yatakayo kuja kwa yatakuwa mabaya. Hamna cha lakini, wewe subiri majibu yako. Sawa. Hebu kaa kwanza hapa tuzungumze. Bro, nakusikiliza. Sawa. Una shida gani na Masa? Amekuja hapa akilalamika umeenda nyumbani kwao ukamkataa. Shida nini? Unasikia bro? Yaani kati ya vitu ambavyo sitaki kabisa kuvisikia ni hiyo demo. Si anajiita Masa, si nani? Sawa. Sitaki kabisa. Yaani kama tunaongelea masuala mengine tuongee, ila masuala si ya mahusiano yangu si mimi na Masa sitaki bro. Tofauti na hapo tutarumbishana. Sawa. Kidole hicho sasa. Kidole hicho. Wewe sio wakunyoshia kidole mimi, sawa? Kwa lengo lako ni kumkataa, unamchezea mtoto wa watu afu mwisho unamkataa, si ndio? Nataka kujua shida ni nini alichokukosea. Mimi naona huna mada ya kuongea. Ili nikaendelea na mambo yangu. Mimi huyu? Babu vipi huyu? Huyu jamaa huyu, mimi nishamzoea matingu yake. Alafu ni mkorofi huyu jamaa huyu. Usimuone hivi tu anavyoondoka hivi. Kwani ukoje yani ukoje? Wewe unamuulizia? Kumjua. Basi baki hivyo hivyo. Huyu jamaa vipi huyu? Unajua sijakuzoea kwa hali hii. Hivi, mbona umenipigia simu haraka eti nije nionane na wewe? Kulikuwa na shida gani labda? Maana si kawaida yako unajua. Yaani unaweza kadhani nacheka mazuri sana. Ila kitu kimetokea. Nimekutana na Jonasi. Amesema akikukamata atakufanya kitu kibaya. Jonas tena. Huyo. Yaani katika vitu ambavyo siwezi kuviruhusu ni kumuona Hasna akiwa analia. Na Jonas ndio chanzo cha Hasna kulia. Nawezaje kuruhusu hili jambo? Mimi nipo lazima nifanye chochote.
wala simuogopi, maana nimeamua kumpenda Hasina bila kulazimishwa na mtu yoyote, na nipo tayari kumpigania, na naweza nikafanya kitu chochote juu ya Hasina. Simuogopi. Lakini kwa makini sija akakutokea puani. Puani? Si unafurahisha. Wewe unasemea puani? Yaani nipo lazi atoke sehemu yote yenye tundu. Ila siwezi kuachana na Hasina, never. Wewe mimi nikwambie tu kitu kimoja, sawa? Ukikutana naye kamwambie hivi, Jay amesema ufanye chochote kinachotaka, hata uamue kwamba kukunyee mbingu. Siwezi kumwacha Hasina. Si leo wala si kesho, nampenda. Sawa. Umeamua, mimi nitamfikishia. Wewe kamwambie. Nitamwambia. Hakuna shida. Haya, mwaka. Hasina, unajua kadri siku zinavyozidi kwenda nashindwa kukuelewa kabisa. Umekuaje? Jonas, nimejaribu sana kuficha maumivu ya moyo wangu, lakini imeshindikana. Nilikupenda, lakini bado hukuona thamani yangu kwako. Sina kingine zaidi. Ninachokiona kwa sasa ni bora kukaa mbali na wewe. Nataka nitafute kwanza amani ya moyo wangu. Nimechoka. Unamaanisha nini kusema hivyo? Lakini mimi nimeacha yote ya nyuma. Nimebadilika kwa ajili yako. Kwa nini unataka kunifanyia hivyo? Umeshachelewa tayari. Uenda sikuwa riziki yako. Acha nikatafute maisha yangu mwenyewe. Nimechoka.